Naam, barabara kabisa mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi chetu cha Darubini ya Siasa. Langu jina ni Adoli Alan, kipindi tunachokienzi katika redio hii ya Mina. Mwenzangu ni mimi ni Kimani Wawelu, bado sijabadilisha jina. na leo hii tunazungumzia masuala muhimu ya siasa. Ndio. Yanavyoendelea humu nchini. Juzi umeona Wamunyoro amekuwa katika ziara yake kule eneo na akasema cousins, si masuala ya cousins. Naam, nimekuwa nikifuatilia habari hizi. Nimekuwa nikimuona amezuru maeneo mbalimbali humu nchini. Na ni kama hata inakuwa kama kejeli. Saa hizi kila mtu anasema cousin. Maafisa wanaposti picha mitandaoni wanasema hi cousins. Kila kitu inakuwa ni cousins. Unaona vipi? Naam, na sioni hilo likiwa jambo ambalo linafaa kuwa ati ni jambo la kusikitisha ama la kufanya watu waweze kuogopa. Ni jambo muhimu sana. Kumbuka ya kwamba Wakamba na Wakikuyu ni watu walio karibu sana. Usizungumzie Wakamba na Wakikuyu. Mwanzo jamii zote za Kenya ni karibu makabila 42. Wote ni ndugu moja. Na nikidhani dhana hiyo ya cousins ya Rigiji inaleta mtizamo wa umoja na utangamano miongoni mwa watu humu nchini. Naam, ingawaje kuna watu wamekuwa kikejeli hilo. Wanasema ya kwamba ati si jambo geni kwa Gachagua kuwa ati ni tu ile yani kuambia ati ama kuwavutia tu. Lakini kumbuka ya kwamba kuna watu wengine ambao kama kina Musalia Mudavadi wameweza kulikashifu jambo hilo. Na unajua hapa studioni tusionekana ni kama sisi ni wandani wa Rigiji, lakini ukweli usemwe. Mtu akifikia kiwango ambacho anapatanisha wa Kenya, hata kama ni siasa zake za kuangazia mwaka wa 2027, mambo ama malengo makuu ya wanasiasa na viongozi wetu ni kutupatanisha, ila si kutupiganisha. Ukiangalia mazungumzo yake na ule mbunge wa Kapseret Oscar Sudi anatofautiana kidogo. Yake yanatoa mwelekeo mzuri na analeta mtizamo mzuri katika jamii. Mambo hayo lakini ni wanasiasa tu. Kwa hivyo wanasiasa ni wale tu. Kumbuka si kitambo ambapo Gachagua alikuwa upande ule mwingine wa serikali. Alikuwa anapigia serikali debe, sasa hii anawapigia vijembe. Wanasema siasa si hasa. Usiaeke rohoni, mwanzo atakuumiza, atakutamausha. Siasa si kitu ambacho inafaa ukiweke rohoni. Masuala ya siasa ni mambo ya kuangalia tuna jicho moja, si ya kulipa mtizamo ama kuyapa first priority. Masuala ya siasa ni masuala ambayo sisi kama wanajamii ama sisi kama Wakenya tunafaa kuyazingatia kama masuala ambayo ni ya kupita, na pia si masuala ya kufanya tukosane kila mmoja wetu. Ni masuala ya kutuleta pamoja na hasa kuweza kuchagua viongozi walio bora. Ukiangalia mtizamo wa mwaka uliopita wa vijana na mihemuko joto la vijana wa Gen Z, ilileta mtizamo tofauti, na unapoangalia ilikuwa kuhusiana na mambo ya finance bill. Nikidhani ni tarehe 12 ambapo bajeti hiyo inasomwa, ama ni lini? Lakini inakaribia kusomwa. Ni mwezi huu tu. Wewe unaona kama utatokezea ama mambo yatakuwa sawa? Mimi naona mambo yatakuwa sawa, kwa sababu hata kumbuka mwaka uliopita utata kama huo wa bajeti uliweza kufanya watu wengi wakapoteza mioyo yao. Kwa hivyo ni jambo ambalo ningewahimiza Wakenya wasiweze kuleta utata kulihusu, na waweze kutilia amani, hasa kuzungumza pamoja ili kuweza kutoa suluhu iliyo njema. Kumbuka serikali saizi wanasema ni broad based government, ambapo upinzani kiongozwa na kinara wa Azimio Raila Odinga wapo serikalini, na wanasema wanashikana mikono pamoja ili kuhakikisha kuwa serikali hata naona si vyema kumuita mpinzani kwa sasa, kwa sababu yeye yumo ndani ya serikali. Kwa hivyo sioni akiwa na upinzani wowote pale. Sasa hivi mwanasiasa ni Rigiji. Mpinzani ni Rigiji haswa. Na inafaa, kwa sababu kama anaona ni mwema wa kuwa mpinzani, wacha aweze kuwapiga vijembe vilivyo. Alikuwa rafiki hivi karibuni wa rais, lakini sasa anaonekana mnafiki, lakini hivyo ndivyo siasa ilivyo. Hivyo ndivyo. Na tusiweke msikilizaji, tusiweke mambo haya rohoni. Mwanzo kumbuka sisi wanasema ukifuata ukabila
utabaki bila. Yeah, na haifai tubaki bila. Nchi hii ni yetu sisi sote. Ndio. Yeah. Sasa Bwana Alan Adori, naona ni vyema pia tumekuwa tukishughulikia swala hilo la kisiasa. Kumbuka pale kuna ule unga ambao ni wa Spencer na ambao tumeletewa na kampuni ya Joy Millers. Unga mtamu, unga nyororo, unapika ugali, ni unga ambao hata wewe mwenyewe unahisi unaweza kula bila mboga. Ndio, ni unga mtamu. Kumbuka ni unga ambao una rangi ya kuvutia, rangi nyeupe. Na bei yake ni nafuu kabisa. Kilo moja inakuja kwa shilingi 50 tu. Kabisa. Kilo 2 ikienda kwa shilingi 100. Kabisa. Si jambo la kushangaza kukuambia mimi mwenyewe niliukula unga huo asubuhi. Unga wenyewe ni mtamu kweli kweli. Ni mtamu. Na bila shaka msikilizaji, tunazidi kukuambia uzidi kutegea papa hapa mitamboni, na pindi tu yanapochipuka, kumbuka hii ndio radio ambayo imekaa ange kukujuza yanayochipuka kila wakati, na kwa hivyo tutazidi kukujuza kama yanavyotokea. Na mturuhusu tuelekee katika kipindi kifupi, na tutakaporejea utazidi kutuma SMS zako kwa nambari yetu ya 66024. Na pia msikilizaji wetu unaweza kutufikia katika jumbe za kule mitandaoni, ikiwa ni Facebook. Unaweza kutupata @Minap TV, Minap Radio, na pia katika YouTube utatupata Minap Radio. Naam.